بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. نسمع الشيخ حفظه الله تعالى السبب الرابع، السبب ينه يقول أماني المحافظة على جماعة المسلمين ni kuchunga juu ya neema ya mshikamano katika jamaa ya Uislamu. Wasam'u wa ta'ati liman wallahu Allahu azza wa jalla amrahum, na kusikiliza na kutii, wasikiliza na kuwatii wale ambao Allah tabarak wa taala amewatawalisha jambo lao, min al-umarai, wakiwemo waamiri, viongozi, wasalatin na masultani, walhukam na watawala. الأمن لا يكون إلا في دولة، amani haipatikani isipokuwa katika nchi ya dola. والدولة لا تكون إلا بسمع وطاعة، na dola haiwezi kupatikana wala haiwi illa takapopatikana hali ya kusikiliza na kutii. وإذا كان الأمير، na ikiwa kiongozi la yusma'u lahu, hasikilizwi wala yuta'u wala hatiiwi, fala yumkinu an yakuna hunaka amnun, haiwezekani kupatikana amani. Min wadhaif alhakim, miongoni mwa kazi za kiongozi mtawala, himayatu thughuri wal hududi, ni kuhami na kuilinda mipaka. Thughuri wingi wa neno athaghar. Thahar asli yake ni mwanya uliopo baina ya jabali na jabali, wazi, kama vile himaya ya nchi. Watu wanakaa maeneo kama hayo wasije wakapenya maadui. Leo tunasema kulinda mipaka, himayatu thughuri wal hududi, kuilinda mipaka, wa iqamatu al-hududi, na kusimamisha hadi adhabu kwa wakosefu, wa man'u dhulm, na kuzuia dhulma. Walau kana huwa dhaliman, hata kama yeye huyo kiongozi akiwa ndiye mwenye kudhulumu, lakini pia anawazuia wanaodhulumu. Lakini wujuduhu ni'matun, lakini uwepo wake ni neema, kwamba tuna kiongozi, ule uwepo kwamba kuna kiongozi anayewaongoza watu, hiyo ni neema. Wujuduhu ni'ma wa faqduhu niqma, na kukosekana kwake ni nakama. Uwepo wake ni neema na kukosekana kwake ni nakama. La yasluhu an-nasu fawda la surata lahu, haliwezi likatengamaa jambo la watu ikiwa hawana kiongozi. Fawda, jambo lao ni vurugu, hakuna kiongozi, hakuna ni mwambie mwenzake acha siende hapo spiti, hakuna. Huyu apita, huyu apiga, huyu mvunja, huyu yule mdhulumu, yule kamua, yule kaingilia familia ile, kavamia, kapiga, kaondoka, hakuna anemkamata, hakuna anemshika, hakuna anemzuia. Haliwezi kutengemaa jambo la watu kama hawana kiongozi. ولا صراط إذا جهالهم ساد، أيوة ما يسمى مشي. ولذلك يحصل من الظلم والعدوان في حال زوال الحاكم في يوم، ولذلك نقول يهيلو يحصل من الظلم والعدوان، kupatikana dhulma na uadui, fi hali zawali alhakim fi yawmin, katika ile hali ya kukosekana kwa kiongozi hata kama ni siku moja, patikana dhulma, watu hutenda na uadui. Ma la yahsulu fi sanawatin, yale ambayo kwamba hayapatikani fi sanawatin min dhulmihi wastibdadi, katika miaka mingi ya dhulma zake, wastibdadihi, na ukandamizaji wake. Siku moja tu ambayo hayupo, kunapatikana uharibifu ambao kwamba haupatikani kipindi cha miaka tele yeye ambayo anadhulumu. Tunazungumzia labda kiongozi yupo lakini dhalimu, ule kwamba yeye ni dhalimu yupo na dhulumu, bado kuna mambo mengi yanazuilika. Ndio maana haya maneno, bado kuna mambo mengi yanayozuilika na dhulma zake alizokuwa nazo anazozitenda, lakini yupo. Kutokuwepo kwake ile siku moja yanafanyika mengi makubwa ambayo huenda yasingelipatikana nyakati za dhulma zake. Naelewa maana yake maneno. Yaani bado anasema uwepo kwa kiongozi ni bora, hata kama atakuwa na madhaifu yake na ana makosa yake.
ule uwepo wake kwamba ana nguvu na power, yule kaua kakamatwa, yule kaiba kushikwa, yule kafanya kadha wamechukuliwa hatua. Hii ni kheri na neema kuliko kutokuwepo kwake. Ukichunguza kule kwetu bara, mara nyingi wale wahalifu kipindi kile kwamba rais fulani ameshatoka, ndio watu wako kwenye harakati za kuchagua kiongozi fulani, ili kishachaguliwa lakini hajaapishwa, matukio mengi ya kijambazi yalikuwa yakifanyika. Natumia fursa kwa kipindi kile, wanasema bado serikali haijatahara. Haya tumeshuhudia kuja majambazi mtaa fulani wakafunga mtaa mmoja, kukaa chini ya mtaa ana mashine kubwa, na mwingine akakaa mwanzo wa mtaa na tena aliyekaa mwanzo wa mtaa jirani na barabara ya mwendo kasi, jirani na barabara ya Morogoro Road ambayo unaweza kuita barabara kubwa ya taifa, unaweza kuita hivyo. Nasema mwanamke mjegeji napiga mashine huko, nasema hapa ni kazi. Ule yuko mtu mwanzo wa barabara na kuanzia na huku mwishoni yupo. Kwa hiyo hapa katikati hapa ndo wanaingiza vile vikosi vyao kuingia kwenye maduka ya watu. Yaani dakika 10-15 wamemaliza jambo wanakuja. Hajaapishwa. Huu ni mfano ndio kwamba uko hai. Unaona kwamba bado serikali haijaanza kufanya mambo yake labda anazaa. Umeelewana vizuri hapo? Uwepo wa kiongozi ni neema, kutokuwepo kwake ni nakama. Hadha yaarifuhu man ayana ba'd al-hukam adh-dhalama. Anasema hili analijua yule ambaye ameshawaona baadhi ya viongozi madhalimu. Lamma zalu, walipoondoka, wa azalahum Allah azza wa jalla, na wakaondolewa na Allah azza wa jalla fi lailati zawali, katika ule usiku mmoja tu wa kuondoka kwao. Hasalat min al-jara'imi, yakapatikana matukio allati untuhika fiha dinu, ambayo hayo matukio yameondoa heshima ya dini, wal-ird, na heshima ya heshima zetu, heshima za watu, wal-mal, heshima ya mali, wan-nafs, na nafsi, wal-aql, na heshima ya kuheshimu akili za watu. Ma lam yahsul fi sinina hukmihi kulliha, matukio ambayo yamefanyika hayajawahi kufanyika fi sinini hukmihi kulliha, katika kipindi cha utawala wake wote. Siku mmoja hapa anazungumzia dola huko bara Arabu. Haya matukio, lidhalika qalu, na kwa ajili ya hilo ndio maana wakasema imamun ghashum wala fitnatun tadum. Ndio kwa hivyo hapa lakini rejea hii athar ameipokea Ibn Asakir tarikh Dimashq, imekuja kutoka kwa sahaba Amr ibn As radhiallahu anhu kwamba alisema haya maneno kumwambia mtoto wake Abdullah, ya bunayya, ewe kijana wangu, sultanun adilun khairun min matarin wabil, kiongozi mwadilifu ni bora kuliko mvua inayomiminika. Na simba aliyevunjwa kama ni mguu au kiungo chake, khairun, ni bora, min sultanin dhalum, kuliko kiongozi anayedhulumu. Wa sultanun ghashum, wa sultanun ghashum dhalumun, na kiongozi ghashum ni aliyepitiliza kwenye dhulma, ni dhalumu aliyepitiliza kwenye dhulma, anaitwa ghashum. Wa sultanun ghashum, na kiongozi mwingi wa dhulma na dhulumu sana. Khairun min fitnatin tadum, ni bora kuliko fitna inayodumu, ni bora kuliko fitna inayodumu. Fitna inayodumu kumaanisha watu hawana amani katika nyakati hizo juu ya nafsi zao na mali zao na heshima zao. Fitna inadumu, inaongezeka. Hakuna anayemkamata huyu, anemzuilia huyu, hakuna.
bora awepo kiongozi huyu anayedhulumu, bora kuliko kwamba hakuna kiongozi lakini kuna machafuko yasiyokwisha, machafuko ambayo hazuiliwi wala hakamatwi wala hachukuliwi hatua. Mkosaji we watu mwenye nguvu na mdhulumu mnyonge tu. Mazingira hayo watu wafanyana unyama wa wazi wazi, ukakuwa na mabavu kaingia pale kupiga kalina hapo, hakuna wako nini, hakuna mtemi huyu anaambiwa. Bora awepo sultanun ghashum kuliko fitnatun tadum. Umeelewana hapo? Naam. ومن ثم جاءت نصوص الكتاب والسنة، لكذلك zimekuja nusus za kitabu na sunna, taamuru bisam'i wa ta'a, zikiamrisha watu wawe wasikivu na wawe watiifu, bal wasabri, na kuamrisha watu wawe na subira, ala al-imami, kuwa na subira juu ya kiongozi, wa in kana dhalima, hata kama atakuwa na dhulumu. لأن بذلك تتحقق مصلحة المسلمين، kwa sababu kubaki kwenye mazingira hayo kupelekea kupatikana kwa maslahi ya waislamu. Yuhafidhuna ala usulihim wa ala masalihihim, wataweza kuhifadhi na kuchunga asli zao na maslahi yao. Yuhfadhu dinuhum, itahifadhika dini yao, wa anfusuhum, na nafsi zao, wa amwaluhum, na mali zao, wa a'raduhum, na heshima zao, wa dimauhum, na damu zao. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، متوم صلى الله عليه وسلم anasema kuambia masahaba, washiraru a'immatikum, na wabaya zaidi wa viongozi wenu, alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum, ni wale ambao nyinyi mnawachukia na wao wanakuchukieni. Hao ni viongozi wabaya kabisa. Watal'anunahum, na nyinyi mnawalani, wayal'anunakum, na wao wanakulani. Kwa maana nyinyi mnaoombea dua mbaya na wao wanakuombeeni dua mbaya. Kwa hiyo bughdha na chuki na laana zipo baina ya al-hakim wal-mahkum, mtawala na mtawaliwa. Huyu anamwombea huyu mabaya, huyu anamwombea huyu mabaya. Hadithi inataja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Unzur ila al-wasf, angalia katika huu wasifu. La tujadu ayu silati rahimin fima bainahum, hakupatikani mafungamano yoyote ya udugu baina yao, wala tawasul, wala hakuna mawasiliano baina hawa, huyu na huyu. Bughdun shadid, baina yao kuna chuki kubwa kabisa. Al-hakim yubghidu al-mahkum, kiongozi mtawala anamchukia raia, wal mahkum, na raia yubghidu al-hakim, anamchukia kiongozi. Qala sahaba, masahaba waliposikia haya maneno kutoka kwa Rasul alayhi salatu wasalam, walisema kumuuliza Rasul, afala nunabidhuhum bisayfi, kwenye riwaya wal harbi, afala nunabidhuhum bisayfi, je, tusiachane nao hao, tukawatenga hao, tukawahalifu na kuwafanyia uadui kwa silaha? Kwa nini tusipigane nao na kuondosha hao? Qala, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la, hapana, ma aqamu fikumus salah, ma aqamu fikumus salah. Alirudia hili neno, hapana, ma aqamu fikumus salah, muda wa kuwa watasali pamoja nanyi. Hii ni maana ya kwanza, muda wa kuwa aqamu fikumus salah, ay aqamuha fi anfusihim, muda wa kuwa wataisimamisha sala pamoja nanyi. Na imesemwa ma aqamu fikumus salah, maana yake iqamatu salati fi nnas, muda wa kuwa watakuruhusuni nyinyi kusali, wakakuwekeni mazingira ya kuweza kutekeleza swala zenu, muda kuwa likipatikana hilo, hapana, usipambane nao. Hizo ni maana mbili wamezitaja wanazuoni katika hicho kipengele. Bal wa in ta'arrada al-hakimu adh-dhalimu li dhahrika, bali kama atashambulia kiongozi dhalimu, li dhahrika, kupiga mgongo wako,
wa malika, na kupora mali zako, bi an adhaka, kwa kuwa anakuudhi kwa hayo, isbir, subiri, kuwa na subra, liannaka tasbiru ala adhan khas, kwa sababu wewe kahesabika unasubiri juu ya maudhi maalum, fi muqabil maslahatin amma, maudhi khas mahususi kwa mtu wewe mmoja mbele ya maslahi ya wengi. Ni maudhi ya mtu mmoja mbele ya maslahi ya wengi. Subiri tu, wewe ni mmoja, fanya subra, basi chafuka. Ndio maana yake, sababu maslahatul amma muqaddama ala maslahatil khas. Maslahi ya jamii inatangulizwa kuliko maslahi ya mtu mmoja kwenye sharia. Iko hilo. Ndio maana tunaona kwamba naambiwa mzee, hii nyumba yako nataka tuivunje kwa sababu tutakapitisha barabara. Barabara ni maslahi ya jamii au sio maslahi ya jamii? Maslahi ya umma yanatangulizwa kuliko maslahi ya kubwa. Tutakupa fidia yako, fidia yako mzee fulani, hii hapa Allah tanua kiwanja, au tutakupa kiwanja na fidia utajenga nyumba hapa, tutakupisha barabara. Hii ni maslahatu al-amma muqaddama ala maslahati al-khas. wa dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih, na kuzuia mafsada, uharibifu usitokee. Jambo hilo Kiislamu hutangulizwa kuliko kutenda jambo la kimaslahi. Lidhalika qala sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya hivyo amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari Muslim, wa in duriba dhahruka, hadithi imeanza tasma'u wa tuti'u lil-amiri, msikilize na mtii kiongozi. Wa in duriba dhahruka, hata kama utapigwa mgongo wako. Wa ukhidha maluka, na zikachukuliwa mali zako, usifanye hilo ukaondosha utiifu. Fasma wa ati', sikiliza, kuwa msikivu, wa ati' na tii bila shaka. Hadithi sahihi Muslim. Qala dhalika ar-rajulu lin-nabii sallallahu alayhi wasallam, na alisema yule bwana kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni Salama ibn Yazid al-Ju'fi radiyallahu anhu, araaita, hebu niambie ya Rasulullah, in qamat alaina umara, kama watatusimamia sisi viongozi, yasaluna haqqahum, ambao watatutaka sisi tutekeleze haki zao, kwa maana tuwasikilize na tuwahudumie, tufanye wanayoyataka. Lakini hao viongozi wayamnauna haqqana, wanatunyima haki zetu, uadilifu, afya hawatupi, wanatudhulumu, hawaichungi na kuihifadhi dini yetu, raia hawako na amani kwenye mali zao, hakuna doria, hakuna kadha. Wayamnauna haqqana, wanatunyima haki zetu. Ma taamuruna, unatuamuru nini sisi kwa viongozi kama hawa? Nasemaje Mtume? Anasema sallallahu alayhi wasallam, isma'u wa ati'u, endeleeni kuwa ni wasikivu, endeleeni kuwa ni watiifu. Nyinyi fanyeni yale mliowajibishiwa na sharia. Fa innama alayhim ma humilu, wana yao waliobebeshwa watakwenda kuulizwa na Mola wao. Wa alaykum ma humiltum, mna yenu mliobebeshwa mtakwenda kuulizwa kwa Mola wenu. Tekelezeni ile mliobebeshwa. Yao watakwenda kuyatolea majawabu siku ya Kiyama. Siharibu amani. Hadithi kaipokea Imam Muslim rahimahullah. Mtu mwingine ambaye labda hajaleleka kiadabu za kiilmu anaweza kuona kwamba gani, au kama hujamwambia hadithi kwenye sahihi Muslim anaweza kadhani kwamba hadithi imetunga. Jamaa kutoka tunga hadithi hawa, na nilimba wajisogeze yani kwenye serikali, kimbali kufanya kama vile wajipendekeza pendekeza hawa. Hii iko kwenye sahihi Muslim nambari 1846. Afungue sahihi Muslim utaipata hadithi. Hata sema haya sisi kujikomba kujipendekeza, sisi tunazungumza ni dini, tunazungumza dini.
dini yetu, Mola wetu na mtume wetu Muhammad, dini ambayo inaona mbali. Allah akamuumba kiongozi na ndiye aliyetuumba sisi, na anayajua aliyokuwa nao kiongozi na anayajua tuliokuwa nao sisi. Allah ambaye ni rahimu kwa waja wake, anawahurumia, akwambia haya kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, hakuja kuteremshia Qur'ani ili uje upate tabu Muhammad. Hapana, hii imekuja kuondosha tabu na dhiki. Sharia kwa tunasema haya dinan, na tutaraji thawabu kwa Allah. فنصوص السمع والطاعة, hivyo nususu sam'i wa ta'a, nusus maana maandiko yaliyokuja kuhimiza watu wawe ni wasikivu, wawe ni watiifu, liulati al-amri, kwa viongozi wao, zina malengo. Hadfuha, malengo yake, au hadafuha, malengo yake, tahqiqu al-amn fi al-mujtama'at, ni kupatikanisha amani kwenye jamii, ndio malengo. Sababu kiongozi hapendi mvutevute, mvutano hapendi, alafu yeye ameyapendi, ana nufudhi, ana jeshi, ana sikio pana na ana jicho kubwa, ndio. Sasa wewe huwezi basi kuwa msikio, kuwa tekeleza yale yao ambao kwamba hawakutekeleza, wao watakwenda kusimamishwa mbele ya Bwana Mola na wale ambaye atamsimamisha kila mja mbele yake, kila mja, na hakuna baina yake na Mola wake mkalimani, yani yeye na Mola wake anaulizwa, anahojiwa. Ndivyo alivyosema mtume jamani, au sio hivyo? Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna mmoja miongoni mwenu ila kila mmoja atasimamishwa mbele ya Mola wake, hakuna baina yake na Allah, hakuna mkalimani wa kumtafsiria. Ni na Mola wake, atazungumzishwa na Mola wake, ataulizwa na Mola wake. Wasawfa yuhasabu hisaban yasira, wasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, kila mmoja. Mtume wetu anasema sallam, atakwenda, angelijua mtu yaliyopo siku ya kiyama juu ya dhima ya wanaotawaliwa, atatamani mtu asingelikuwa kiongozi wa kuongoza watu wawili. Haya maneno ya Mtume Muhammad, atatamani asingelikuwa kiongozi wa kuongoza watu wangapi? Wawili. Sio kijiji cha Kojani, watu wawili siku ya kiyama. Bora nisingekuwa kiongozi wa kuongoza watu wawili. Vipi ambaye anaongoza Kojani hii? Vipi ambaye anaiongoza wilaya hii? Vipi ambaye ataongoza mkoa huu? Vipi ambaye ataongoza nchi hii? Unaona vizuri? Kwa jambo sijepesi, jambo sijepesi. Ndio maana kina Umar kwenye utawala wao walikuwa hawaridhishwi tu kaa kusubiri taarifa, walikuwa wanatoka, sababu wanaona ni dhima ni kubwa. Umar alikuwa na usiku halali, Umar Amirul Mu'minin, Umar halali, anatoka anapita huku na huku, mpaka anapita kwenye nyumba ya mama mmoja, msikia akizungumza maneno, akapita kwa mama mmoja, akamwona kwamba ana watoto wanalia. Ile mama akabandika sufuria, kwenye sufuria akaweka mawe yanatokota, anawanyamazisha watoto kwamba msilie, chakula kisubirini kitaiva ili walale. Anatoka Umar, anakwenda anabeba, anamletea yule mama. Huyu mimi nitakwenda kuulizwa juu ya huyu mama,
dhima ni kubwa, dhima ni ndogo jamani. Kubwa tunaombea taufiki kwa Allah, sababu ni waislamu wenzetu, tukatuwahurumie, tuwaombee taufiki Allah awafikishe. Ndio maana maneno ya Fudhail bin Iyad rahimahullah, angelikuwa na dua ya kubaliwa angeijalia kwa viongozi, sababu ya dhima waliokuwa nayo. Asingejiombea yeye wala na familia yake wala na baba yake, angemuombea kiongozi kwamba Allah mtengezee wale watu wa karibu. Wale watu wa karibu pia watakuwa kuombea dua. Wale wanaitwa bitwana, wanaweza kuwa ni bitwana saliha au bitwana su, washauri wazuri au wanaweza kuwa washauri wabaya, na wao wanajua lengo lao kutia kwenye mpenge wa kuharibika. Kwa pia wale sisi tunaombea dua kwamba Allah watengezee bitwana yake, watengezee mawaziri wake, hivyo sababu jambo si jepesi dhahiri ndio tupo kesho watu. anasema فلذلك تحقيق السنة فيما يتعلق بالمعاملة مع الولاة يؤدي إلى تحقيق الأمن في المجتمعات. تحقيق السنة كيحققش سنة كيبتكنش سنة كويكو فيما يتعلق بالمعاملة مع الولاة katika mambo yanayofungamana na miamala yetu na watawala. Sisi tuna miamala yetu na wao, kwa hiyo lazima tuangalie sunna inatuelekeza vipi kuitekeleza sunna katika mazingira haya. Yuaddi, hupelekea ila tahqiqi al-amn fi al-mujtamaat, patikana kwa amani kwenye jamii. Kwa hiyo hakuna amani, viongozi na watu wake, raia na kiongozi wao hawajatabikisha sunna, ima upande huu au upande huu, haujatabikisha sunna, haujatabikisha ile maelekezo. Umar kwa mwadilifu radhiallahu anhu, hili mpaka ilikuja bwana mmoja kutoka Fursu, sio Muislamu, katika Madina, akamkuta Umar amelala hadharani kwenye kivuli hivi cha kama ni mti au kwenye nini, amelala. Ameamka, ubavu wake kuna athari ya ule mkeka alikuwa amelalia au kile kimba chao. Bwana alipomwona Umar, na wao wanapoangalia watawala huko kwao, mazingira yao wanapokuwa, na Umar akamwambia adilta fanimta, umefanya uadilifu ndipo ukaweza kulala. Nimta faadilta, au umefanya uadilifu ndipo ukakujia usingizi. Kama hukuwa mwadilifu usingeweza kukujia usingizi, au usingeweza kulala hapa. Mpaka umelala hapa, manake ni kiongozi mzuri, kiongozi wa watu, huchelei baya lolote kutoka kwa raia. Ukiwa hivyo unakuwa ni mahbubu, unapendwa. Al-adl